Niliapa sitompenda binadamu, lakini sasa nimempenda. Hakikuacha hata mchubuko mdogo, hakuna unywele hata mmoja uliokatika. Barry, kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Wakati wakiendelea kupeana raha za dunia, kila mtu alipokaribia kufika kileleni, hafla kila mmoja alijikuta akimkumbuka yule aliyeko kwenye moyo wake. Kijana maskini hakuona tena sura ya Olivia, bali aliona sura na mwili wa Selena. Olivia pia hakuwa akimwona kijana maskini, bali aliona sura na kifua cha Titus. Kisha bila kutarajia, kila mmoja alijikuta akitaja jina la mpenzi wake, Selena, Titus. Kisha wote waliachiana kwa haraka. Kila mmoja alimtazama mwenzake kwa umakini. Sasa rasmi walitambuana. Kila mmoja alikimbilia nguo yake na kuivaa kwa haraka. Kisha wakabaki wakitazamana kwa huzuni. Hakuna aliyeweza kuzungumza chochote na mwingine, kwa vile hawakuwa wakielewana lugha. Lakini kila mmoja alisema na moyo wake, kumbe huyu ni Olivia Titus, yule msichana ile barua ya miaka 5 iliyopita. Olivia naye alibaki kwenye tafakari. Kumbe huyu ndio yule kijana maskini aliyependwa na nguvu ya Selena, rafiki wa Titus. Lakini hakuna kati yao aliyeumizwa baada ya kutambuana, maana walijua hawakuwa na makosa kwenye uamuzi wao. Lakini kipo kilichowatesa na kuwaumiza kwa muda huo, kitendo cha kila mmoja kutaja jina la mpenzi wake wa zamani kiliwakumbusha kuwa bado hawajapona majeraha yao. Miili yao tu ndio ilikuwa hapo, ile roho zao zilikuwa kwenye mikono ya maeksi zao. Na hata walipoangaliana, kila mmoja aliuona ukweli huo kwenye macho ya mwenzake, kwamba walikuwa wakijaribu kuukimbia upendo wa zamani na sasa wameshindwa. Kila mmoja alibaki kitiririkwa na machozi, asijue la kufanya. Lakini hafla haitasalingia eneo hilo. Ndani ya ukumbi huu wa kasri, kila mtu alikuwa ameduaa mbele ya miujiza ya Selena. Kila jaribio la kukata nywele zake lilikuwa limefeli. Na sasa Kaisari aliloa na akaamuru askari wamlete Bibi Zuzu eneo hilo. Tayari Bibi Zuzu alisimama mbele ya Kaisari. Kaisari alikuwa na uso kukata tamaa, na sasa alionekana mnyenyekevu mbele ya Bibi Zuzu. Kisha mfalme huyo alizungumza kwa sauti dhaifu, Bibi Zuzu, sasa nimeamini maneno yako ni ya kweli, na naona siku hizi hauko kama zamani. Una nguvu kubwa sana za kiganga kuliko mchawi yoyote hapa Roma. Lakini kuna kitu kimoja nataka nijue. Je, unajua njia itakayonifanya niweze kukata nywele za Selena? Bibi Zuzu aligonga fimbo yake chini. Mfalme na watu wako
Kwa miaka mingi mlikuwa mkinidharau, lakini nilijua ipo siku heshima yangu itasimama ndani ya mji huu wa Roma, na siku hiyo ni leo. Sasa nikutoe hofu, mfalme wangu. Bado ipo njia ya kukata nywele za Silena, tena ni rahisi sana. Utazikata nywele zake bila tatizo lolote lile. Kaisari na watu wote walinyamaza kimya, wakitaka kujua njia hiyo. Bibi Zuzu akaendelea kwa sauti ya kujiamini. Siku pekee mtoto wa nguva hulala usingizi akiwa tumboni mwa mama yake ni pale mwezi unapokuwa mchanga. Wakati akilala, mtoto huyo huachia nguvu za mama yake kutokana na usingizi, na huo ndio muda sahihi wa kukata nywele. Na uzuri ni kwamba mwisho wa mwezi kuwa mchanga sio mbali. Zimebaki siku 3 tu mwezi kuwa mchanga, na hapo mfalme wangu Julius Kaisari utachukua nguvu za nywele za Silena. Utakuwa mfalme usiyekufa wala kuzeeka milele. Kaisari baada ya kusikia maneno hayo, uso wake ulirudisha tumaini na tabasamu likaonekana. Hail Caesar, ruler of all, your glory shines like the sun. Hail Caesar, ruler of all, your glory shines like the sun. Titus alitazama mazingira ya kibanda hiko. Mazingira yalionyesha wazi kuwa Livia na kijana maskini walikuwa wakifanya mapenzi eneo hilo. Alirudisha macho yake kumtazama Livia, lakini Livia kuonesha kushtushwa. Aliendelea kumtazama Titus kwa kujiamini. Ukimya ulitawala eneo hilo. Kisha Titus alivunja ukimya huo kwa hasira, akizungumza kwa lugha ya Kirumi. Livia, niambie haraka, ni nini kilikuwa kinaendelea hapa? Livia alinyamaza kimya, akimtazama Titus kwa kujiamini. Hiyo ilizidi kumtia hasira Titus. Nijibu haraka swali langu, pia niambie kama nimechelewa. Livia aliendelea kumtazama Titus kwa utulivu, kisha akaanza kuzungumza bila hasira wala hofu. Upo hapa kumtafuta kijana maskini, ama uko hapa kuniuliza kama umechelewa? Sihitaji maswali Livia, nahitaji majibu. Niambie kama nimechelewa. Livia aliendelea kumtazama Titus kwa utulivu, kisha alizungumza. Ni kweli Titus, umechelewa sana. Tayari kijana maskini ambaye ni rafiki yako ameilamba asali yako. Maneno hayo alimpiga Titus kama radi. Akahisi kizunguzungu na kutaka kuanguka. Hafla Titus akachomoa upanga na kuanza kuchukua hatua za hasira, akitaka kumvamia kijana maskini. Kijana maskini akakimbia eneo hilo. Livia alisimama mbele ya Titus kumzuia, huku akiendelea kumtazama kwa kujiamini. Kisha alianza kuzungumza kwa utulivu. Titus, kamwe huwezi kuonekana shujaa wa mapenzi kwa kupigana vita ambayo ni rahisi kushinda. Ningekuona shujaa kama ungetoa upanga wako na kukata kichwa cha Kaisari ile siku uliyorudi na kukuta nimebeba mimba yake. Na hili lilotokea kati yangu na kijana maskini linatakiwa liwe funzo kwako. Halitakiwi kukufanya uwe na hasira. Ni nini cha kujifunza hapo Livia? Rafiki ambaye nilimsaidia kutoroka leo kutembea na mwanamke wangu, hicho ndicho cha kujifunza? Niambie Livia. Kuficha upendo Titus, hicho ndicho kitu cha kujifunza.
Kama usingeficha hisia zako kwangu, mimi nisingekuwa hapa leo. Hiyo inamaanisha rafiki yako asingeujua utupu wangu. Maneno hayo yalimchoma Titus kama moto. Ukimya mzito ulitawala eneo hilo. Machozi yalianza kumtililika. Kisha alianza kuzungumza kwa huzuni. Livia, nisamehe sana mwanamke wa maisha yangu, na unapaswa kunilaumu kwa yote, kwa vile hukujua kile nilichopitia. Kaisari alinipitisha kwenye hadithi inayoumiza sana. For the glory of Rome! Push forward! Asubuhi ilipofika, Titus alimtafuta kijana maskini na kufanikiwa kumpata. Kijana maskini alikuwa na huzuni sana juu ya kile kilichotokea kati yake na Livia. Aliona ni wazi amemkosea Titus, rafiki ambaye alijitoa kwa maisha yake yote kwa ajili ya kuokoa penzi lake na Silena. Titus alimtazama kijana maskini kwa upole na heshima, kisha akasema, nimekutafuta ili nikwambie kuwa nimekusamehe kwa kile kilichotokea kati yako na Livia. Urafiki wetu uko pale pale, kijana maskini, na naomba usiwe na hofu wala na mashaka juu ya msamaha wangu. Kijana maskini alijibu kwa huzuni, asante sana Titus. Kiukweli najisikia vibaya sana, maana siku zote ulinibeba kama ndugu yako, ukiyajenga mapenzi yangu na Silena. Usijali kijana maskini, niliapa lazima nilinde penzi lenu. Na hivi, unajua kuwa Silena amerudishwa mikononi mwa Kaisari? Kijana maskini alionyesha kushangazwa. Unamaanisha nini Titus? Ina maana mumewe Silena ameshindwa kumlinda? Na mbona nilimuona ni nguva mwenye nguvu kubwa sana. Imekuwaje Kaisari ameweza kumchukua Silena tena? Titus alishindwa kuelewa kauli ya kijana maskini. Akauliza kwa udadisi, mumewe yupi unamzungumzia kijana maskini? Mbona sijakuelewa? Kwani Silena na mwanaume mwingine zaidi yako? Swali hilo lilirudisha huzuni ya kijana maskini. Alishusha pumzi, kisha alianza kuzungumza kwa huzuni. Mara ya mwisho Silena alichukuliwa mikononi mwangu na nguva mmoja mwenye kipara, na nguva huyo akaniambia kuwa yeye ni mume wa Silena, na alinieleza kuwa Silena hakuwahi kunipenda. Yeye ndiye aliyemtuma Silena aje kwangu, aje kunipeleleza tu. Hivyo Silena hakuwahi kunipenda. Alikuja kwangu kwa ajili ya kunipeleleza ili aweze kujua siri ya nguvu za binadamu.
Titus alinyamaza kimya, akionyesha kuwa na mashaka na maelezo ya kijana maskini. Kisha alizungumza. Hebu niambie, inawezekana vipi mume aruhusu kifo cha mkewe, tena asisitize afe kifo cha maumivu? Unamaanisha nini kusema hivyo Titus? Huyo unayemwita mume wa Silena ndiye alimkabidhi Silena kwa Kaisari. Bila shaka alikudanganya kila kitu ili umwachie Silena kwa urahisi. Kijana maskini, Silena alihitaji mtu wa kumlinda, lakini nasikitika haukuweza kumlinda. Kijana maskini aliumizwa sana baada ya kujua ukweli huo. Alihisi dunia ikiwa giza. Machozi yalijaa kwenye macho yake. Kwa mara ya kwanza alitambua kuwa alikuwa amemhukumu Silena bila kosa. Kijana maskini alimtazama Titus, kisha akasema kwa huzuni, Titus, sasa nafanyaje? Nawezaje kumwokoa mwanamke wa maisha yangu? Na kama akifa, sitoweza kujisamehe hadi siku naingia kaburini. Titus alishusha pumzi, akatazama uso wa kijana maskini huku akionyesha kutafakari. Akajibu kwa sauti iliyopoa, akionyesha kukata tamaa. Kiukweli, naona giza kijana maskini. Si rahisi kumwokoa tena Silena, maana tayari amefikishwa Roma, na kule kuna ulinzi mkali sana. Askari wa Kaisari ni maelfu, na sisi ni wawili tu. Kisha Titus alionyesha kutafakari kidogo, akaendelea kuzungumza. Njia pekee ya kumwokoa Silena ni kurudisha nguvu zake, ili ajiokoe mwenyewe kwa kutumia nguvu zake za miujiza. Kijana maskini alizungumza kutaharuki. Sasa tunafanyaje? Hizo nguvu zake tutazirudishaje ili aweze kujiokoa? Niambie Titus, niambie tafadhali. Nahitaji mwanamke wangu awe hai. Kimya ulipita eneo hilo, Titus akionyesha kutafakari kwa kina. Kisha alizungumza. Najua njia ya kurudisha nguvu za Silena, kijana maskini. Kwenye misitu ya mbali ya Roma, kuna ua moja la ajabu sana. Linaitwa ua mtu. Ua hilo lina uwezo wa kutembea na kuongea kama binadamu, na linajua mambo mengi sana. Lina uwezo wa kukuelezea maradhi yako kipindi unaumwa, na likakutajia dawa ya kutibu. Ua hilo linajua siri nyingi za dunia hii. Kupitia nguvu za waganga wa Roma, Kaisari alipata kujua kuhusu uwepo wa ua hilo, na alienda kuuliza jinsi ya kuua nguvu za Silena, na ua hilo likamwambia siri nzima. Baada ya Kaisari kuelezwa na ua hilo jinsi ya kumaliza nguvu za Silena, Kaisari akaamuru tuliue ua hilo, ili asije mtu mwingine akauliza namna ya kurudisha nguvu za Silena. Na ua hilo likaeleza. Tukaanza kulikimbiza ua hilo ili kuliua. Halt! Don't let it escape! Get it now! Ua hilo likakimbia na kwenda kujificha kwenye pango la kiza. Tulipofika kwenye pango hilo, tukagundua kuwa yupo dragon wa kutisha na wa hatari sana anayeishi ndani ya pango hilo.
askari wote tulipomshuhudia dragoni huyo, hakuna aliyejaribu kubaki eneo hilo. Sote tulikimbia, na tangu siku hiyo ua hilo limekuwa likiishi ndani ya pango la dragoni huyo ili kuendelea kujilinda. Kwa hiyo, ili uweze kuongea na ua hilo, lazima umuue dragon kwanza. Dragon ambaye hata jeshi la watu 10,000 halitoweza kumwangamiza. Habari, huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.